Mtazamaji, hii ni exclusive interview na leo hapa katika kanisa la Soja Megawani Church nimekutana na mwanamama ambaye amepitia changamoto mbalimbali, lakini leo katika kutembelea madhabahu hii ya Soja Megawani Church iliyopo hapa Mwenge jijini Dar es Salaam mpakani, nini kilimkuta na wewe moja kwa moja akaona kimbilio lake ni sehemu ambapo furaha yako inaanzia hapa, ni katika madhabahu haya. Shalom. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Majina yako nani? Ninaitwa Mernes Severin Remigius. Nimekuona umekuja katika madhabahu hii ya Soja Megawani Church chini ya mtumishi wa Mungu Dr. Nabii James Nyakia. Ni umesikia wapi habari zake? Mimi binafsi napenda sana mitandao ya kijamii, kwa hiyo napenda sana kufungua YouTube na TikTok. Sasa mara ya kwanza kumuona nilimuona ile siku alipokuwa anamtibia yule aliyokuwa na kidonda kwenye mguu, akilamba kidonda cha mgonjwa. Ndio siku ya kwanza nilipomuona Dr. James Nyakia. Nikajiuliza huyu ni mtumishi wa aina gani? Kwa hiyo baada ya hapo niliendelea kumfuatilia. Na kwa sababu ninaishi mkoani, ninaishi Dodoma, nilikuwa kila wakati nasema I wish nikipata nafasi nitakwenda. Lakini kadri ninavyopanga kuanza safari ndivyo changamoto zinavyozidi wiki hadi wiki, mwezi hadi mwezi. Sasa ni changamoto gani wewe ilikikuta baada ya changamoto kukupiga ukasema kimbilio langu na suluhisho langu na furaha yangu kuanza ni mpaka nikutane na Dr. Nabii James Nyakia? Nashukuru sana kwa swali lako zuri. Ni kwamba siku zote katika maisha mtu unatamani kujua chanzo cha tatizo na upate mtu anaweza kulitatua tatizo. Kwa hiyo Dr. James amekuwa akitangaza kwamba yeye anaweza akajua chanzo cha tatizo lako hata kama lilianza utotoni mpaka kufika hapo ulipo. Hivyo mimi katika maisha yangu nimekuwa na changamoto katika uchumi, unapanda unashuka, unapanda unashuka. Hivyo nilivyosikia kwamba ni daktari anayeweza kujua chanzo cha tatizo na kulitatua tatizo, hivyo niliamua kuweka dhamira mahususi ya kwamba nitakwenda nikutane na mtu huyu anayetatua tatizo kuanzia kwenye chanzo. Maana nilijua nitakapokuwa nimefunguliwa, tangu siku hiyo nitakuwa huru siku zote. Na nimekusikia ulikuwa na matatizo kadha wa kadha. Moja ya tatizo ni kupanda kiuchumi, alafu unateremka unakuwa zero kabisa. Mpaka sasa hivi umekuwa zero kabisa na ulikuwa tajiri. Utajiri wako ulikuwaje? Kwa historia fupi tu watu wakaanza kufahamu mpaka leo imefikia mahali umekuwa sifuri kama uje kwa Dr. Nyakia. Kiukweli namshukuru Mungu, nilikuwa tayari nimemiliki gari, namiliki pikipiki, baiskeli watoto wangu walikuwa nazo za kutosha, na vile vile nilikuwa tayari nimekwisha kujenga nyumba mbili, moja nimejenga mkoani Kibaha, nyingine tayari nilikuwa nimejenga mkoani Dodoma wilayani Bahi. Lakini hapa ninavyoongea na wewe ni kwamba tayari sina kila kitu. Ukifika kwenye nyumba yangu hiyo iliyoko Dodoma, yani hata TV ukutani haipo. Nimeuza kila kitu kinachoitwa kila kitu mpaka nimebaki zero. Alafu imefika mahala hata pesa ukiangalia akaunti zangu, mimi akaunti zangu kuna wakati akaunti ilipanda, ilikuwa inaweza inamiliki milioni 30. Lakini leo ukienda kwenye akaunti yangu ni zero. Pesa mkononi zero. Alafu inafika mahala hata ukiomba msaada kwamba hebu naomba unisaidie ili uweze kunipushi nitoke hapa nilipo nifike sehemu nyingine, kila mtu anakuambia sina msaada wa kukusaidia wewe. Yani nikawa kama nimekataliwa, na pesa imenikataa, uchumi umenikataa, kila kitu kimenikataa, na jamii yote kwa ujumla imenikataa. Kwa hiyo nimejikuta ninaanza zero. Na hapo awali ulikuwa unafanya biashara pia. Ni biashara gani ambazo ulikuwa unazifanya ambazo zilikuwa zinakunyanyua kiuchumi? Ni biashara ya duka. Duka nauza bidhaa muhimu, nauza vinywaji visivyokuwa na kilevi, nauza juisi, soda, biskuti, chocolate na vitu kama hivyo, na ndio biashara iliweza kuniinua na nikaweza kufanya hayo yote niliweza kuyafanya. Sasa umekuja jana kutoka Dodoma, umefika hapa, umekutana na Dr. James Nyakia. Vipi, unaonaje, unarudi katika uchumi wako alivyokutabiria? Ni kweli nimeanza kuona matokeo, kwa sababu
Kumbuka nimetamka neno ya kwamba hakuna mtu alikuwa akinisaidia pesa, hata ningemwomba shilingi 2000 hakuna mtu alikuwa ananisaidia, ila Dr. Nyakia ametoa pesa yake kwa ajili ya nauli mimi niweze kurudi nyumbani. Kwa hiyo huo ni mlango amefungua, na ninaamini kwa sababu hii pesa ni ya hii madhabahu, ninaamini nakwenda kufungua milango yote iliyokuwa imefungwa. Unawaambiaje watu ambao wamekata tamaa kimaisha, kiuchumi, baada ya kupigwa kiuchumi, kimagonjwa, wamefungwa na vifungo mbalimbali? Unawaambiaje walioko mikoani ambaye wewe umeweza kuja na kushuhudia, wakaona hizi habari ni za kweli, sio za mtandaoni? Baada ya kuona watu wengine wakisema, mama akasema mimi naomba uniongezee 100,000, wewe pia umepewa nauli, unasemaje kwa watu kama hao? Nataka kuatia moyo na kuambia kwamba unapoona una changamoto yoyote, hebu kaa chini alafu chukua hatua. Maana hata mimi ningebaki mkoani nisingeweza kujua kwamba hili jambo lipo na ni kweli, na nisingepata msaada, ningeendelea kulia ndani peke yangu. Lakini nataka kuambia kwamba unaposikia jambo, hebu chukua hatua, fika, shuhudia mwenyewe, uone Mungu amekusudia nini kwako kupitia mtumishi huyo uliomsikia. Na nataka kusema kwamba kwa habari ya mtumishi Nyakia, amekuja Tanzania kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania. Maana hakika ni watu wengi tunaolia na tumefungwa, lakini hatujui tukimbilie wapi. Lakini Dr. Nyakia yupo kwa ajili ya kutupokea, na anakupokea vile ulivyo. Ulitaka kujiua? Ni kweli. Kuna wakati mawazo yalinizidia, nikiangalia kushoto kulia hakuna msaada wowote. Kwa hiyo inafika mahala unafikiria kwamba sasa nisipopata msaada nitavukaje kufika ng'ambo. Baada ya hapo narudi na waangalia watoto. Mimi Mwenyezi Mungu amenijalia kuwa na watoto 6 duniani. Kwa hawa watoto 2 mapacha ndo nimekuwa nikiwaza kwamba kama itafika mahala nikaondoka duniani, hawa watoto wangu wadogo mapacha, nani atakayeweza kuwasaidia? Hicho ndo kitu ambacho kimekuwa kikinifanya kila wakati niinuke na kusimama na kuiona asubuhi. Nikupongeze sana na nikutakia safari njema. Kaendelea kufuatilia mahubiri ya Dr. James Nyakia anayepatikana katika kanisa hili la Soja Megawani Church lilopo hapa Mwenge jijini Dar es Salaam. Nikutakia safari njema. Asante sana, na nyinyi mbaki salama, na tutaendelea kuwasiliana.